MP italingana na vile Wakenya watasimama na mimi ama watanigeuka wanifanye kama vile nimefanywa juzi. Watu wakasimama pamoja wakasema tuangushe ile account. Huyu jamaa mbona anajua mambo mengi. Hefu ayefu. Hola sina. Gedo. Asi Gedo. Roysambu. Tia gas zilikuwa zinawaka green. Alafu hiyo kitu inaanguka. Ikianguka ilipuki bado. Inakaa kitu kama 5 seconds. 5-10 seconds hapo. Inalipuka. Unaweza fikiria ni grenade. Alafu inatoki moshi thick. Hiyo kitu kipumue unaweza kufanya. Ukiwa asthmatic, please usiende maandamano. Don't try. Ukiwa wewe ni mtu wa kushtuka kifafa, don't. Wewe ni mtu wa conversion, don't. We cannot allow you. Wacha sisi tukuendee wenye tuko na mbio na tunaweza pumua tear gas na tuinyambe. Sisi ambao tunaweza pumua tear gas na tuinyambe, wacha sisi tuende. Wewe kama uko na kitu kama uko depressed unakuja kuleta ma depression zako kwa maandamano, no, we cannot allow you. We don't want casualties. Tunataka mtu anaweza kimbizana na tear gas. Tunataka mtu anaweza pumua, anaisniff na anainyamba. Polisi anamshika hivi, anasikia tear gas inaanza kutoka, anashindwa inatoka wapi, kumbe ni wewe umeipumua, unainyamba direct. Watu wa blood pressure, please stay home. Tutakuandamania. Watu wa blood pressure tutakuandamania, stay home. Watu wa sijui stroke, heart diseases, stay home. We cannot afford to lose you. Kwa mbio. Wewe kama uko na kitumbo, we cannot allow you. You have to stay home. Fanya mazoezi, ingia gym, work on your body. We will work for you. Kama uko na mimba, you cannot come. We cannot lose that loved one and you at the same time. You cannot. Na ukijaribu kuleta ujinga tunakupiga mpaka ukae home. So you cannot take a risk. Kama unafikiria unataka kupata mimba, pia tuwezi kuruhusu. Wewe enda upate mimba. Umefikiria mimba, enda upate mimba. Umefikiria kwenda kuzaa kijana, kuzalisha, unataka kuweka mimba, ndio ukuja maandamano, tunakuruhusu. Unapewa break ya 1 week, gonga vitu, mwaga ndani, enda uzalishe, kuja maandamano. Hawa watu tumeelewana. Ulipata simu, panda tu juu nitukane umalize. Mnaelewa ndugu zangu? Why now? So Somalis all of a sudden you are important. You are very important. You need to have your documents. Sasa si mnaona kitu najaribu kumaanisha? That means as long as it is a good for the politician, it's okay. But if it is your own personal need, wewe unataka kuenda huko America, unataka kuenda huko German, United Kingdom, unataka kwenda kutafutia watoto wako, unataka kuexpound biashara yako, hiyo hapana. Wewe kaa huko Northeastern mkufia huko na njaa. Lakini wakati inakuwa ni wakati wa kura, sasa hawa wangwana, uona vile wameteseka. Wanakaa hapa hapana kupata ID. ID ni free. Si government imesema ID ni 2000. Si government imesema hivyo bro. Vijana wameenda kutry kuobtain IDs, unapata ni 2Gs bro. Na wacha nikwambie Kenyans, nani yako na 2000 hapa? Sasa nikuonyesha venye maisha ni hard. Nani yako na 2000 hapa kwa simu? Thank you Gwenga. Watu wengi unaona hata hiyo 1500 hatuna. Jakomala manze blessing. Niko na 5k blessings, niko na 1k blessings. Mimi sina. Generally thank you. Watu wengi hatuna hata 1500 hakuna. Mimi nawaambia ukweli. Isipokuwa nyinyi mafani mnisupport hapa, inakula ngumu. That is how difficult it is. Now, imagine mimi ni mzazi, niko na watu inalisha, nashindwa kukua na 1500. Sasa imagine Gen Z. Hustle jajipa. Jamaa anauza maswiti. Profit ni 150. Hiyo ni the whole day anauza mpaka saa 2 usiku. You understand? Unamwambia ID ni 2000. Alafu na realize, by the way Gen Z watachukua ID. Wacha niwapatie kama incentive. Wachukua ID bure. Who came up with
But then I wish wapuzi wamechoka. Mnatupiga marungu huku, mnatutishia ni kama mko sawa, kumbe penye mnakula ngumu yenu. Si mkuje tu mtulie, sisi tuwashughulikie. Hata inafaa mnatuchanua mapema. Ni aje bro, gedho kutadoka, ambia wase. Tunakaa hivyo manze na tumekaa na zile kalikali. Sio kututupia matiaga zinawaka kala green. Niliambia watu matiaga zilikuwa zinawaka kala green, watu wakaona mimi ni wazimu. Joy, I'm good. Thank you so much for those supporting me through M-Pesa. Kuna mwingine aliniuliza hapa jina amepotea. Jina ni Anthony. Na tafadhali mtu wa serikali usinitumie pesa. Wewe. Hizi kidogo za mafano wangu iko sawa. Hii tu 10 bob so mbili katao, hiyo imetosha. Hiyo 200,000 nasikia influencer wanapewa huku wanachizi. Tafadhali mimi sitaki hiyo pesa. Na ukituma narudisha. Sikudanganyi. Mambo na gava wachana nayo. Hiyo ni mzito kwangu. Wacha mimi tu niendelee kungangana. Time yangu ikifika nataka haiwezi nifaidi mimi. Haiwezi nifaidi. Kilio na uchungu wa mbanya haiongezi kitu yoyote kwangu. Wake up Kenyans. Wake up. Hiyo chuki ya one on one hata isaidii. This is the time you forget this one is called Kamau, this one is called Omondi, this one is called Shikongolo, this one is called Shikwekwe, this one is called Omogusi. This is the time we forget that. Tuulize Echingororo wakisi ni aje mabro. Tuende hapo kwa Waluya tuulize Msumbichi muko. Tukuja hapa mora hapa mlima tuulize wanaitwa aje Mogiki Mweo. Tutoke hapo. Tuende huko Rift Valley. Wale vijana wa Mishale sio wanaitwa nini? Tuulize muko. Tuambie mabro. For now tutapigana, lakini for now ngojeni. The enemy is one. Ngojeni tumalizane na huyu mtu. Alafu sasa tupangane kama wanaume na wanawake. But for now tuko na enemy mgani? Moja. What? Bad governance. That is it. That is it. You cannot tell me you are being followed by a trail of young men on motorcycles that have been fueled. You are still in power, and then some boys are coming with do this ati wanataka kuingia state house. That place, man, God. Hapa ndio unasikianga tu hapa. Umeshikisha kishashi mbele ya watu, God akakuona. Edwin, yeah, Ruto 14 years, very good. Jukwenyu umejengwa. Wacha nikuonyeshe mtu wa Rift Valley venye amefanywa leo. Wewe keep. You think he cares? You think he knows you? Wacha nionyeshe watu. Wacha nionyeshe mtu wa Rift Valley. Video mtu wa Rift Valley alifanywa. Ni ya leo, sio ya kitambo. Wacha nionyeshe. Anafikiria sasa ati sasa anatambua. Wacha President Ruto hata a rule 50 years. Unaitwa kwa DCIO, ambia DCIO pia anaweza kuja hapa. Ndio huyu. Ni aje? Anaitwa Kiplagat. Thank you. Anaitwa Kiplagat. Nimepost kwa YouTube. Ni aje kijanangu? Yeah, 14 years tena. Very nice. If you think that we don't want the president to be... Sorry guys. Ndio hii hapa nimeweka YouTube. Wacheni nionyeshe. Anaitwa Lagat. Alilimwa. Endeni bwana story yake hapa. Kijana anapigwa na polisi, alikuwa Bomet. Zinaona hii ni ya Bomet. A man reportedly roughed up by presidential security team and his face almost disfigured after shouting Kasongo as Ruto's motorcade passed through Bomet. Ronald Sang Langat ndio huyo. Ronald Sang Langat. 14 tena. Very nice. Very nice. President Ruto 14 years hata ni kidogo. Upatiwe kama president anaitwa nani? Upatiwe kama president Moi. 24 years will be good for the people of Bomet na the rest. Hata Kisumu. Now here. Apewe 24 years. 14 kwa nini? Mbona mnataka kumpunguzia miaka? Ndio hii hapa guys. Go and subscribe here. Stay alert. Hii information yote tunawapea. So unaona
President Ruto's motorcade involved in a fatal accident. Of course ni mzungu ameuawa, na utapata insight kuliko yenye umepata Citizen ukienda kuwatch hapa. So channel ni @watchdog_Kenya. Munifikisha hapo 10k, nita appreciate. Okay? So wewe ukifikiria ati kuna kabila fulani tasafa, nyinyi mtafaidika. By the way, tuliona njia za Rift Valley mpaka tukashindwa. Nyinyi ndio mko na president. Njia za Rift Valley zinakaa sijui aje. Tumetenga. Mnatengwa pia nyinyi. Listen. Kenyans, let us stop hating each other. Influencers, let us stop all this greed. Mbona wasema mnataka kutajirika haraka? Huyu Ruto juzi tu, huyu Ruto ni kijana mdogo kwangu sana. Alikuwa anauza kuku. Kijana mdogo sana huyu. Alikuwa anauza kuku. Huyu hata sio ligi ya Raila. Raila at least babake alikuwa shapambana, amemake sure maisha yake iko sawa. Unafikiria aliamka tu asubuhi na vikuku tshiu, amekuwa president? Mbona wewe unataka shortcut na yeye mwenyewe hata kupata hiyo shortcut? Ni mara ngapi before Ruto akuje kuwa ruthless amekuwa mistreated? Wewe unataka shortcut ya kukuwa tajiri, uue ndugu zako, urep mama zako, mama za ndugu zako, wasichana wenyu, magirlfriends wako, ndio uplease a politician akupatia ya macho. Munaibia watu Thika Road, ndio sasa baba ajue nyinyi ni group yake. Haya, wangapi mlikuwa KICC kusaini MOU? Wangapi mlikuwa huko KICC na former prime minister Raila Amolo Odinga? Mlikuwa wangapi? Hamkukuwa. The same way, these people, it's about them. It's about their offshore accounts. Mimi nakwambia